chini kabisa ana hizi get to know us, make money, Amazon payment na hizo nyinginezo, ambapo hapa hii wanaita ni ametumia kitu kwenye identify component. Hii pia tunaita ni footer, yes, chini kabisa kwamba anamalizia kwenye website. So hii identify component black web page chini kabisa upande wa footer, kwa kutumia get to know us, make money with Amazon payment, na huku chini amemalizia hivyo. Kwa hapo ndo inakuwa imenaniliu kwenye issue ya identifying components. So unaweza kurudia kuanzia mwanzo pale ilivyoanza hadi hapa mwisho kwenye footer. Chap. Okay, sawa. Nilipoanza kwamba nimesema hii identifying component inatumika ku break web pages into reusable code, ambapo sasa hii identifying component ina break vipi hizo component au web pages. Ina break web pages into common component, ambapo zinaweza kuwa reusable, yani zikatumika tena, lakini pia inasaidia kwenye organize website ionekane vizuri, lakini pia kuimaintain website. Kivipi tuna maintain website? Maana yake automatically pale component zinapojulikana, component za aina fulani zinatumika hapa, zitakuwa maintainable. Sasa hapa kwenye naniliu kwenye website, kama tunavyojua kuna kuwa na upande wa header, kuna kuwa upande hapa katikati kwenye body, na chini kabisa kwenye footer. Sasa hapa kwenye header, kwenye tukiangalia hizi today's nini, prime videos, git card, sales, hizi ametumia tunaita navigation bar, ambapo amenavigate. Ukibonyeza maana yake navigation bar, akitumia today's deals, akibonyeza akiklik today's deals zinakuja. Kwa hizi navigation bars na navigate according to service husika ambayo inatolewa hapo. Pia tukija sasa hapa upande wa body, kwa hapa ame-identify component kwa kutumia kitu tunaita kadi, mfumo wa kadi, ambapo kadi pale kwenye kadi au form yenyewe inakuwa inabeba taarifa fulani kuhusu kitu fulani, lakini zinakuwa pamoja in form of kadi kama hapa. Kadi inabeba taarifa ambazo zinahusiana. Yeah, ndio. Hello? Yes, nakupata, endelea. Okay, sawa. Ambapo sasa hapo kwenye hapa ametumia kadi. Sasa yani kodi alizotumia hapa kwenye hii chupa, begi na daftari ni the same, lakini tu amebadilisha according to bidhaa husika. Ambapo kwenye ile website ya Moshify jana ndo kulikuwa na kuna zile ni payment $14, $24 na $54. Lakini alikuwa ametumia the same issue, inafanana tu na hapa. Pia tukaja upande wa kwenye kuna upande wa kushoto huko kwenye department, brand na customer reviews. Sasa hii tukiangalia huko upande huu wa kushoto, hii manake ametumia ni list, amelist in two sections, hizo department, brand na customer reviews. Na chini kabisa huko kwenye footer, ambapo kuna issue ya contact na hizi taarifa kuhusu wao, hii ni identifying component na deal na upande wa kwenye footer, ambapo kuna kuwa na maelezo fulani kuhusu wao. Okay, kwa hiyo identify component na kumeishia hapo. Mimi ndio nilishia hapo. Sasa sijajua labda kama kuna nani. So
kwa kifupi ni kwamba unavyofanya component identification unakuwa unatafuta the possible usable code ambazo hutaziduplicate, yani kuna kitu tunakiita kwenye programming don't repeat yourself, yani kwamba kodi ambazo zina uwezo wa kutumika tena hazitakiwi zijirudie, right? Okay, sasa ndio. Kama ulivyoona kuwa scroll kwenda kwenye kadi huko juu. Kama ulivyosema kwamba kwenye hizi kadi ni kodi za aina moja, kwamba ukiandika kadi moja, kadi nyingine ni taarifa tu zinabadilika, hili ni begi, hii ni chupa, hii ni blender, hii ni simu, lakini kadi ni the same. Kinachobadilika ni taarifa zake tu. Kwa hizo kodi zitakuwa ni usable, ataandika kadi ya aina moja ambayo ataitumia kila sehemu. Then upande wa kulia huko, hii ni sidebar ambayo anaweza akaitafutia container yake akaiweka na akabadilisha tu taarifa kulingana na section. Hapo kwa department, branch, customer review, something like that. Na the top kule kama ulivyosema kuna navigation bar, ambayo navigation bar hiyo ni kitu ambacho ni kimoja. Ukiklik kutoka kwenye today's daily kuja kwenye prime video ni the same thing, kwamba ukiwa kwenye today's daily ulitakiwa uandike link zote na kodi zote zinazohusiana na pages nyingine, lakini ukinavigate tena kwenye prime video kama hukuziidentify kuwa ni relatable na usable, hapa natakiwa uziduplicate tena uziandike ukiwa kwenye hiyo page. Ukienda kwenye page ya gift card na penyewe natakiwa uziduplicate something that is not advised kwenye programming.